Okay, hali gani mtazamaji unatazama kwa sasa? Bwana, siku ya leo ni furaha kama unavyoona watu wote hawa wamekusanyika mahali hapa huku wakiwa na furaha. Leo tumekuja au tupo hapa kwa ajili ya jambo moja tu. Bwana, leo ni siku ambayo kijana mmoja hivi ana jambo lake moja hivi la msingi. Ngoja tuzungumze naye, tupige naye story tatu. Okay, mambo ni mazuri. Ndugu yetu huyu hapa kama mnavyoona ametupia kitu cha maana kweli. Mbona ninunia sasa mzee? Hapana, sijanuna. Okay, watu hawa wote nimeambiwa wamekusanyika kwa ajili yako. Ni tukio gani ambalo limewafanya watu wote wakusanyike mahali hapa na wewe kupendeza namna hii? Namshukuru Mungu sana kwa siku ya leo, tukio la leo ambalo linaendelea hapa. Namvisha pete mpenzi wangu. Kwa hiyo hawa watu nawaona wako kwa ajili ya kushuhudia tukio hilo. Leo namvisha pete mchumba. Ndio. Chombo wapi? Chombo kutoka Tanga. Chombo kutoka Tanga. Mbona umeenda Tanga mzee? Ndio yalikozaliwa. Baba we. Bwana, huyu hapa ni mtumishi wa Mungu, pia ni mchungaji. Leo ameamua kuacha ubachela. Unaanza kuacha au ndio umeacha? Nakaribia. Unakaribia kuacha ubachela. Ndio. Unacheza na mzee. Una neno gani kwa vijana ambao wanakutazama sasa hivi ambao hawajafikia hatua hii ambayo umefikia wewe leo? Vijana ambao unaweza kuwashauri ni kwamba muda ni sasa. Hamna sababu ya kujipanga sana, kwa sababu ukisema unajipanga sana ukamilishe kila kitu, sio kawaida ukafikia hii hatua. Cha muhimu tu ni kuchukua maamuzi, kila mmoja awe na mpenzi wake mmoja na maisha mengine yaendelee. Unafurahi sana mzee. Asante sana. Cheza muziki unaocheza huko. Cheza basi. Bwana, umesema unaitwa nani? Naitwa mtumishi Good Luck Ruben. Okay, Mungu akubariki sana Good Luck. Asante sana. Okay, tukutane tusubiri kwanza umvishe pete afu ndani tutazungumza baadaye vizuri. Asante. Okay bwana, mambo ni mazuri, ngoja tusubirie angie ndani. Furaha yako ikoje? Nafurahi sana kwa sababu Godi ni mtoto wangu. Ni mtoto wa kaka yangu. Lakini nimeishi naye miaka 14 akiwa anaishi kwangu. Miaka 14 ni mingi sana. Anaishi kwangu, ananijua, namjua, anapokwenda kinyume anajua, ninapokuwa nimefurahi anajua, mazingira yote anajua, majira na saa niishije na shangazi. Okay, mimi naomba utuambie vitu vichache vile ambavyo alikuwa anaenda sana kinyume na wewe ambapo huvipendi na ulikuwa ukivikemea kwa hiyo miaka yote asivifanye kwenye ndoa. Ni vipi? Yaani ambapo nilikuwa na muelekeza tatizo lake kubwa. Uwaga ana ukimya sana. Hata kama nikienda juu unakuta anakaa kimya. Sasa nikamwambia utakuwa mpumbavu. Hata siku ukija kuoa mwanamke atakuwa anakupanda. Yuko busy sana. Kumbe ni mpole sana. Ni mpole sana. Ila ni mtu ambaye anakuambia amefundishwa kunyamaza. Umeonaje mke wake msalajiwa? Nampenda sana binti yule. Mwambie neno moja. Naomba akakae kwenye ndoa atulie. Anilelee kijana wangu sababu kijana wangu nampenda mno, na yeye amekuja nimepata mtoto wa kike na huyu wa kiume, kwa hiyo nimekuwa na watoto wawili wa kike na kiume. Hongera sana. Asante sana. Wewe ni mzazi. Ndio. Changamoto gani ambazo kijana anatakiwa kujilinda nazo sana akija kuingia kwenye ndoa? Tumeona ndoa nyingi zimekuwa zikivunjika, hazimalizi muda zinavunjika. Hii kwako inaweza kumsaidia anapokuwa anaingia kwenye ndoa, ikamjenga na ikamfanya kuwa imara. Ni jambo gani ambalo la hekima unaweza kumwambia? Huyu mtoto inatakiwa asiwe na vikundi na asimame na Mungu. Jambo gani ambalo hautalipenda alifanya ambalo alikuwa akilifanya yeye? Kuna vitu ambavyo mtoto alikuwa anavifanya ambavyo hutaki avifanye kwenye maisha yake ya ndoa. Okay, ni katika kuchepuka. Alikuwa mchepukaji sana? No, yani nasema tu kwamba inatakiwa azingatie hilo asije akawa na. Sawa. Wewe nani? Mimi ni aunti pia. Mbona geuka nyuma? Unaniogopa? Kaa hivi, kabla ile kule tuzungumze. Ni aunti. Furaha yako ikoje? Mimi nafurahi sana. Furaha yangu ni kubwa. Unafurahi sana? Mweleze kitu kijana huyu anavyokaribia kwenda kuanza maisha ya ndoa. Okay. Mimi namtakia. Sauti bora itoki. Unamtakia? Namtakia baraka. Pia namtakia heri katika ndoa yake. Alafu namwambia azidi kumwomba Mungu. Okay. Kwa sababu ili jambo likupita asijisahau. Akajua ndo kama amemaliza.
safari ni ndefu. Safari ni ndefu, ina changamoto, kuna kupanda milima na mabonde. Changamoto ni nyingi, kwa asikate tamaa, amtunze mrembo wake. Okay. Unamjuaje kijana Goodluck? Godi mimi ni kama rafiki yangu, ni kama ni aunti yake, mshikaji wangu. Muda gani umemfahamu zaidi? Kwa miaka 4. Miaka 4. Kwa kuna vitu ambavyo kidogo namfahamu. Yeah, of course. Nataka ule utoto ambao unaofanyaga utake ufanye kwenye ndoa. Kulipuka kwa alafu. Yaani utoto anaofanyaga ni kule kuwa busy kushinda kumjali mke wake. Anakuwa anajali magari sana. Anajali magari. Huyu bwana harusi nafikiria magari kila saa. Bwana harusi asubuhi yeye ni anafikiria tu kupiga gia. Kwa hiyo watoto auache. Atakuwa sasa hivi ajua kuna mwenzie. Kwa hiyo gia afikirie lakini sio sana. Okay, bwana, kama tulivyosema, siku leo ndio siku ile ambayo imebarikiwa. Tayari tulizungumza na bwana harusi mtarajiwa, akasema anaenda kumvisha pete mchumba wake. Huyu hapa. Habari? Salama za uzima. Jema, uko poa? Niko poa kabisa. Hongera kwa kupendeza. Asante sana. Unatarajiwa kuwa mke. Furaha yako ikoje? Furaha yangu iko vizuri tu, na furaha sana. Furaha sana. Kwa mara ya kwanza ulikutana naye wapi? Kwa mara ya kwanza tulikutana kanisani. Kanisani. Ugumu ulikuwaje mpaka kufikia hatua hii? Amini ni hatua ambayo kila mmoja anatamani kuifika. Kwako kulikuwa na ugumu gani mpaka kufikia hapa? Ugumu ni mwingi sana. Changamoto tu zilikuwa nyingi mpaka kufikia hatua hii. Ni kwa neema ya Mungu. Bwana harusi huyu hapa. Mbona umepoa mzee? Ndani kulikuwaje? Ndani pazuri tu. Naona kijasho kikawa kinakutoka. Sogea mbele kwanza hapa tukuone. Kijasho kikawa kinakutoka. Ulijua itatokea pingamizi? Jambo lazima uwe na wasiwasi kidogo kwa sababu ndo unaanza, sio mzoefu. Mfano ingetokea mtu akatokea pale mbele akasema, "Bwana, mimi naweka pingamizi. Huyu ni mke wangu." Ungefanyaje? Ingekuwaje kwako? Ingekuwa jambo hili lingekuwa alimbariki Mungu hata pamoja na watu wengine ambao wako mahali hapa. Ingekuwa mbaya. Ingekuwa mbaya sana. Lakini bwana, mimi na jambo ujue. Kuna mtu kanifuata hapa kaniambia, "Bwana, mimi nimeogopa kwenda pale. Mimi yule binti. Mbona mnatetemeka huko?" Bwana, nakutania. Okay, furaha yako ikoje? Furaha yangu kweli ni nzuri, najisikia vizuri, niko happy sana. Upo happy? Yeah. Okay, unakaribia kuvuta jiko. Muda si mrefu amina chombo itakuwa ndani kwako. Unawaeleza nini wale vijana ambao bado hawajafanikiwa kufanya jambo hili jema ambalo umelifanya siku ya leo? Wasiogope, wakati ni sasa. Hakuna jambo gumu ukiamua.